Nchini New Zealand, John anaianza siku mpya ya kazi. Anaenda nyumba kwa nyumba kukusanya pesa ambazo majirani hulipa kwa ajili ya ulinzi wa kingpin wa eneo hilo. Njiani anakutana na rafiki yake Gaz ambaye amechoka na anaamua kuandamana naye. Baada ya pesa zote kukusanywa, John anazipeleka kwa bosi wake. Shelton anamwonyesha fulana ya kulipuka ambayo dada yake Kelly amekuwa akiitengeneza, na John mara moja anavutiwa naye. Hata hivyo, Shelton anamvuta John pembeni kwa mazungumzo mazito. Mafia wa Kichina wanataka kuanzisha shughuli zao katika mji huu, wakianza kwa kutumia duka la vitu vya kale la Wei kama sehemu ya kuacha pesa za kamari. Shelton anakataa kabisa kuachia udhibiti wa mji wake, hivyo ana mpango. Shehena ya pesa za uhalifu italetwa katika duka la vitu vya kale, na Shelton anataka John na Gaz waivamie na kuichukua. Baadaye, wavulana wanaenda kwenye club ya bowling kwa ajili ya kunywa na kujadili wangefanya nini kama wangekuwa na pesa kama za Shelton. Gaz anaonyesha kwamba shehena itakuwa dukani na mtu yoyote anaweza kuiba, na anasema kwamba wanapaswa kujichukulia pesa hizo wao wenyewe. Lakini John anaogopa sana Shelton kiasi kwamba hawezi kufanya chochote nyuma ya mgongo wake. Baadaye makaburini, Kelly anamkuta John akinywa bia mbele ya makaburi ya wazazi wake. John anakiri kwamba anataka kuanzisha shirika lake mwenyewe, hivyo Kelly anamwambia anahitaji akuze mayai ili afanikiwe. John anaporudi nyumbani, mama mwenye nyumba anamwambia lazima ahame kabla ya saa 6. Inageuka kuwa amekuwa akiishi kwenye gereji yake na sasa anaihitaji kwa ajili ya gari halisi. John hana pa kwenda, hivyo anajiangalia kwenye kioo na kujitia moyo hadi anapata ujasiri wa kumpigia Gaz simu na kukubali kufanya wizi. Katika duka la vitu vya kale, John anakutana na Gaz na wanasubiri shehena ifike. Gari linafika na mtu anatoka na tairi, hivyo John anadhani pesa zimefichwa humo. Baada ya mtu huyo kuondoka, wavulana wanavaa barakoa na Gaz anafichua kuwa ameleta bunduki ya mama yake. Wanaingia dukani kwa haraka na kumuuliza Wei pesa za Wachina zilipo, naye anaonyesha tairi. Kipande kifupi kinaonyesha tairi likiwa limejaa pesa, na John anazichukua zote huku Wei akiwaita wajinga kwa kuiba kutoka kwa mafia. John pia anaona bangili kwenye onyesho na anaichukua kama zawadi kwa Kelly. Wakati huo, Gaz anaona gari likikaribia na anakimbia kupitia mlango wa nyuma kabla John hajamfuata, huku Wei akimuonya kwamba bangili ni hatari sana, akisema akiitumia pepo atamfuata. John anapuuza onyo hilo na anakimbia kuungana na Gaz. Mtu anapoingia dukani na kuona tairi limeondolewa pesa, anakasirika na kujaribu kuwafuata wavulana akiwa na kisu mkononi. Nje, John anakata tairi moja la gari la Wei kwa kutumia kisu cha boksi kabla ya kujiunga na Gaz kwenye gari lake. Karibu wawakamate, lakini Gaz anafanikiwa kuanzisha gari na kuondoka. Dakika chache baadaye, wanafika kwenye maficho msituni. Ghafla, watu wawili wanamrukia John na kumkamata, kisha wanampatia mfuko wa pesa Shelton, ambaye alikuwa anajua mpango wote tangu mwanzo kwa sababu Gaz alimuuza rafiki yake. Shelton anakagua mifuko ya John na anakuta bangili, hivyo anaivaa kwenye mkono wa John kumdhihika kwa kupenda vitu vya kike. Kisha Shelton anamuamuru Gaz amuue, lakini Gaz hawezi kufanya hivyo. Mtu anayeitwa Damage anajitolea na Gaz anajaribu kuondoka, lakini Shelton anamshurutisha aone. Hata hivyo, Damage anapopiga risasi, risasi inarudi nyuma na kumpiga Terry jichoni. Gaz hana risasi nyingine kwa sababu mama yake huzifungia. Hivyo John anatumia nafasi hiyo kukimbia. Wakati baadhi ya wahuni wa Shelton wanamfuata John, afisa Lelei anafika na kuwakumbusha hawaruhusiwi kufyatua risasi hadharani.
Shelton anatumia pesa za Wachina kumnunua anyamaze. Wakati huo, John anajificha ndani ya trailer iliyotelekezwa na anaona wafuasi wake wakikimbia mbele bila kumwona. Kisha anaangalia bangili na kugundua ina kitufe cha ajabu. Ghafla anasikia sauti ikimwambia akibonyeze, na John anashtuka kujiona amekuwa nyuma ya trailer. Anakimbia huku John wa pili akipiga kelele kwamba atajua wakati wa kubonyeza kitufe. Hatimaye John analazimika kusimama ili atapike. Wahuni wa Shelton wanamkamata na kumchoboa kichwa chake kwenye maji machafu wakijaribu kumzamisha. Akiwa hana chaguo lingine, John anabonyeza kitufe. Mambo yanaonekana ya kuugu kwa muda na mwili wake unahisi ajabu. Anapoinua macho, anajikuta peke yake na trailer iko tupu. John anarudi mafichoni na anashangaa kujiona mwenyewe amezungukwa na Shelton na watu wake. Inageuka kuwa bangili imemrudisha dakika 5 nyuma kwa wakati. Msako unaanza tena kwa John huyu pia. Hivyo John wa baadaye anakimbia kujificha kwenye trailer na kusubiri hadi John wa sasa amwambie kuhusu kitufe. Kurudia tukio lile lile. Baadaye Kelly anamkuta John akinywa bia mbele ya makaburi ya wazazi wake. John anakiri kwamba anataka kuanzisha shirika lake mwenyewe. Hivyo Kelly anamwambia anahitaji akuze mayai ili afanikiwe. John anaporudi nyumbani, mama mwenye nyumba anamwambia lazima ahame kabla ya saa 6. Inageuka kuwa amekuwa akiishi kwenye gereji yake na sasa anaihitaji kwa ajili ya gari halisi. John hana pa kwenda, hivyo anajiangalia kwenye kioo na kujitia moyo hadi anapata ujasiri wa kumpigia Gaz simu na kukubali kufanya wizi. Katika duka la vitu vya kale, John anakutana na Gaz na wanasubiri shehena ifike. Gari linafika na mtu anatoka na tairi, hivyo John anadhani pesa zimefichwa humo. Baada ya mtu huyo kuondoka, wavulana wanavaa barakoa na Gaz anafichua kuwa ameleta bunduki ya mama yake. Wanaingia dukani kwa haraka na kumuuliza Wee pesa za Wachina zilipo, naye anaonyesha tairi. Kipande kifupi kinaonyesha tairi likiwa limejaa pesa, na John anazichukua zote huku Wee akiwaita wajinga kwa kuiba kutoka kwa mafia. John pia anaona bangili kwenye onyesho na anaichukua kama zawadi kwa Kelly. Wakati huo, Gaz anaona gari likikaribia na anakimbia kupitia mlango wa nyuma kabla John hajamfuata, huku Wee akimuonya kwamba bangili ni hatari sana, akisema akiitumia pepo atamfuata. John anapuuza onyo hilo na anakimbia kuungana na Gaz. Mtu anapoingia dukani na kuona tairi limeondolewa pesa, anakasirika na kujaribu kuwafuata wavulana akiwa na kisu mkononi. Nje, John anakata tairi moja la gari la Wee kwa kutumia kisu cha boksi kabla ya kujiunga na Gaz kwenye gari lake. Karibu wawakamate, lakini Gaz anafanikiwa kuanzisha gari na kuondoka. Dakika chache baadaye, wanafika kwenye maficho msituni. Ghafla, watu wawili wanamrukia John na kumkamata, kisha wanampatia mfuko wa pesa Shelton, ambaye alikuwa anajua mpango wote tangu mwanzo kwa sababu Gaz alimuuza rafiki yake. Shelton anakagua mifuko ya John na anakuta bangili, hivyo anaivaa kwenye mkono wa John kumdhihika kwa kupenda vitu vya kike. Kisha Shelton anamuamuru Gaz amuue, lakini Gaz hawezi kufanya hivyo. Mtu anayeitwa Damage anajitolea na Gaz anajaribu kuondoka, lakini Shelton anamshurutisha aone. Hata hivyo, Damage anapopiga risasi, risasi inarudi nyuma na kumpiga Terry jichoni. Gaz hana risasi nyingine kwa sababu mama yake huzifungia. Hivyo John anatumia nafasi hiyo kukimbia. Wakati baadhi ya wahuni wa Shelton wanamfuata John, afisa Lelei anafika na kuwakumbusha hawaruhusiwi kufyatua risasi hadharani. Shelton anatumia pesa za Wachina kumnunua anyamaze. Wakati huo, John anajificha ndani ya trailer iliyotelekezwa na anaona wafuasi wake wakikimbia mbele bila kumuona.
Kisha anaangalia bangili na kugundua ina kitufe cha ajabu. Rafla anasikia sauti ikimwambia akibonyeze, na John anashtuka kujiona amekuwa nyuma ya trailer. Anakimbia huku John wa pili akipiga kelele kwamba atajua wakati wa kubonyeza kitufe. Hatimaye John analazimika kusimama ili atapike. Wahuni wa Shelton wanamkamata na kumchoboa kichwa chake kwenye maji machafu wakijaribu kumzamisha. Akiwa hana chaguo lingine, John anabonyeza kitufe. Mambo yanaonekana ya kuugu kwa muda na mwili wake unahisi ajabu. Anapoinua macho, anajikuta peke yake na trailer iko tupu. John anarudi mafichoni na anashangaa kujiona mwenyewe amezungukwa na Shelton na watu wake. Inageuka kuwa bangili imemrudisha dakika